Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tunaangazia madhambi mawili au majambo mawili ambayo Muislamu aliyesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah akiyafanya au kuzitekeleza dhambi hizi mbili ambazo tutazisema hapa siku ya leo, akizifanya ama kuzitekeleza dhambi hizi mbili ambazo tutazisema hapa siku ya leo, basi moja kwa moja atakuwa ameshatengua Uislamu wake. Ndugu yangu katika imani, mambo mawili ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwenda kuiomba mizimu. Ni wangapi katika Waislamu wa leo, ni wangapi katika watu wa leo wamekuwa wakiitikadi kwamba eti kwenda kuomba mizimu ndio asili ya Muafrika? Nani kasema eti kwenda kuomba mizimu? Mizimu yenyewe ndio ile mizimu ya babu, sijui mizimu ya bibi. Wao wenyewe walishindwa kujisaidia katika maisha yao ya duniani, wataweza kukusaidia wewe? Ndugu yangu katika imani, wako ambao wanaoitikadi kwenda kuomba mizimu sehemu mbalimbali, wengine katika makaburi, wengine katika misitu, wengine katika mito, kwenda kuomba majambo mbalimbali, sijui wapate watoto, wengine wapate kazi, wengine waondokewe na matatizo mbalimbali katika maisha yao. Nani amesema mambo haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mwenyezi Mungu anasema, niombeni nitakujibuni. Na amesema Mola wenu, niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika ya wale ambao wenye kuacha ibada zangu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, nitakuja nitawaingiza katika moto wa jahannam vilivyo. Mwenyezi Mungu ameshasema muombe atakujibu. Haina haja ya kwenda kuomba mzimu wa babu, haina haja ya kwenda kuomba mzimu wa bibi, haitokusaidia, haitokuondoshea matatizo ambayo unayapitia katika maisha yako, bali hiyo mizimu itakuletea matatizo na utakuwa moja kwa moja mtu mwenye kufanya hili amejitoa katika Uislamu wake mwenyewe. Jambo la pili ambalo mtu akilifanya litamtoa katika Uislamu wake ni kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabarakahu wa taala. Wangapi leo hii wamekuwa wakichinja kwa ajili ya kuchinjia majini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mtume wake hivi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Muhammad sema, hakika ya swala zangu, kuchinja kwangu, uhai wangu, umauti wangu, vyote hivi ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. Mwenyezi Mungu akasema tena, faswali li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Usichinje kwa sababu ya majini. Wangapi miongoni katika Waislamu wamekuwa wakichinja ama wakiagizwa baadhi ya wanyama na waganga wa kienyeji? Mganga wa kienyeji anamwambia niletee mbuzi mweupe, mara niletee mbuzi mweusi, mara niletee jogoo mwekundu, mara niletee ng'ombe mweusi. Wanachokifanya baada ya mtu kuleta hicho kitu, watachinja, na watachinja si kwa ajili ya Allah tabarakahu wa taala, watachinja ili kumchinjia jini shetani ambaye amewaagiza wafanye hivyo ili wapate kunyokewa na majambo yao. Watachinja na wataelekeza moja kwa moja damu ile imuelekee yule jini moja kwa moja. Muislamu huyu amekuwa amefanya shirki kubwa, kwa sababu mpaka hapo ameshataka msaada kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, amechinja kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala ili eti aondokewe na matatizo yake.
Nani amesema? Nani kakuambia kwamba jini ndio ambalo litatia tiki katika mambo yako? Nani kasema eti kwamba shetani wa kijini au mganga ndio anaweza kukusaidia katika majambo yako na ukamwacha Allah tabarakahu wa taala? Mwenyezi Mungu ndiye anayetia tiki na Mwenyezi Mungu ndiye anayetia x. Muelekee Allah, na ukichinja chinja kwa ajili ya Allah na usichinje kwa sababu ya majini. Waislamu wanatakiwa wazinduke. Tusidanganywe tena, usidanganywe tena na waganga eti niletee mbuzi, mara niletee kondoo, mara niletee jogoo. Ukipeleka pale atachinjwa kafara kwa ajili ya jini, na wewe unakuwa umeshamkufuru Mola wako mlezi. Zinduka, usikubali. Hao ni matapeli na ni wadanganyifu kama wadanganyifu wengine, na Allah tabaraka wa taala Mola wako ndiye anayestahili umchinjie, na ukichinja chinja kwa ajili ya Allah. Hivyo Waislamu wazinduke, na haya ni katika madhambi mawili ambayo mtu akiyafanya yatamtoa katika Uislamu wake.